Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni rahisi, ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako? Lako ni rahisi zaidi, ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha haina gharama, haina malipo, ni bure. Unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Naam, bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa ambazo tumekuandalia, tukujuze yale yanayoendelea kuripotiwa huko kwenye ardhi la Kongo. Leo hii ni tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka ni 2025. Bila kuponda muda, acha tukuambie yale ambayo tumekuandalia. Anayejulikana kama Jemadari Brown kutoka huko Kabambale, ambaye alikuwa amekuja kutoa msaada huku Nyangezi, leo ameweza kurejea huko Kabambale. Karongi jana kumeweza kuripotiwa mapambano mengi. Goma M23 wanaendelea kuindana na wazalendo. Kahololo kuna pangwa mapambano makali kati ya kundi la Twirwaneho M23 na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Wanapanga jeshi la Burundi wamepanda wengi ili waweze kushambulia huko. Uvira kunaandaliwa mpango wa kuishambulia Kamanyola. Sadeke na M23 wanapelekana heka na mengine mengi ambayo tutakueleza katika habari hizi ambazo tumekuandalia. Hayo yote tunakuja tukujuze yote vile hali iko huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwana gesi za Kongo mana wako na kufa. Chilombe kwa nadanganya watu wengi mbarabara, angalasi watoto ya watu wako na kufa. Kisha na ile madawa yao ya bongo baza kupakala mai ya sombe, aseri sasa itakukamata. Risasi itakupiga tu. Umuko mnaona si wajene wako wanakufa. Ase bazalenda wakufaki. Nani aliwaambia vile? Wana wapakala mai ya sombe, mai ya samaki, mai ya mchele, kubayaza machupa mkiuno, ase risasi itakukamata. Itakupiga tu. Nzambe wajene garso mikale chini, mtakufa mapema na mtakufa mu vitu vyenye muyuri. Angalia. Hao kuna madawa mkiuno, risasi na mkamata. Baza mpakala mai ya sambaza, mai sijui ile ilitoka mumitoni kumuyaza mkiuno, banampiga risasi. Angalezi bajeni garso kwa nakufa. Mtakufisha watoto bure na guvernema kwa nakula Haya, hali hivyo ndivyo ilivyo kwa sasa. Habari tunazo zinasema ya kwamba General Brown ameweza kurudi huko Kabambare ama huko Maniema. Alikuwa amekuja kwa kutoa msaada. Huyu ikumbukwe alikuwa ametoka kwa ni mtu wa kabila la Wabuyu ambao walikuwa wametoka huko wakija kupeana msaada kwa wazalendo wengine ili waweze kupiga kundi la M23. Huyu General Brown ndiye alikuwa akiongoza kundi ama wazalendo ambao walishambulia huko Nyangezi ama wamepambana huko Nyangezi. Habari zinasema ya kwamba huyu amerudi kwa kuwa dawa imeisha. Wengine wanasema ni moto mkali ambayo amepatana nao huko Nyangezi akipambana na kundi hili la M23 Twirwaneho. Katika habari zingine zinasema ya kwamba huyu General Brown hakuwa amefurahiwa na wamushi ambao wanaishi huko. Hayo ndiyo yameweza kuripotiwa kumhusu kamanda huyu ambaye alikuwa amekuja kupeana msaada na amerudi. Imeonekana wakishangilia wakimpokea huko kwao akiwa amerejea. Habari wa ndugu, habari ya mchana.
napata habari kusikia kama si watu Etoile du Kivu na kuya na yala basoda ya ba M23 wale wanyangaraga tase wanakuya tena Banyarwanda wanakuya asena biko nakamata mafuso za watu maki wakiwa mpita kwa tufuso wanakamata sasa biko nenda renforcer ma position zao za Kavumu Katana na Kale bandugu wenyewe kule wanaweza sinyale bazalendo kama si bato muzime na kuya na yala bo sikuwaona na macho kama kwa mwingine mweko pale kuporo wala mweko brasserie anaweza tu confirmer kama ni kweli naona misi wanabikwa shuka mbatu na komsa wengine wanaweza sinyale bazalendo kwa position zao ziko kule babengi si ya kuwachungia munjia wasifike kule sawa na mchana mwema kwa si wote. Katika habari zingine, huko Uvira tarafa la Fizi kwenye nyanja za juu Minembwe, jana kumeweza kuripotiwa mapambano makali ambapo sehemu za Kakenge, Karongi karibu na msito wa Mkoko kumeweza kukuja wazalendo FDLR na FARDC na Warundi, jeshi la Burundi ambao wamekuja kuishambulia kundi la Twirwaneho bar M23 wanapatikana kwenye milima hiyo. Mapambano yalikuja wakapigana, lakini hayakuchukua muda mrefu. Jeshi la Twirwaneho pamoja na M23 wakaweza kuwarudisha nyuma hawa, ambapo walikuwa wazalendo wamekuja kushambulia kundi hilo maeneo ya Karongi na huko karibu na msito wa Mkoko. Je viens de Kituku au marché vers le lac. Je viens de trouver les M entre dans les bateaux en abondance. Ils partent pour Calais. Ils sont nombreux. Ils sont en train de s'entasser dans le bateau. Informer tous les Bazalendo qui sont à Calais, qui sont à Kabamba, à Tchabunemani. Je viens de les voir tous entrer dans le bateau, tout de suite ici. En tout cas, c'est tout de suite que... Kalehe, wazalendo wanaendelea kuidharau kundi la M23 kuwa wanaendelea kudhibiti maeneo kadhaa huko Karehe. Na katika habari zingine, huko Uvira, tarafa la Uvira kwenye milima ya juu huko Rurambo kunaandaliwa mashambulizi makali ambapo jeshi la Burundi, wazalendo FARDC wanaendelea kupanda huko kwenye milima wakielekea Kahololo. Lengo la wanajeshi hawa wa Burundi na FARDC wazalendo wanaendelea kushambulia Kahololo, ambapo wanasema kuna kundi la Twirwaneho pamoja na M23. Habari tunazo zinasema kuwa jeshi hawa wengi wa Burundi wameendelea kupanda kwenye milima hii wakielekea huko Kahololo. Habari za kuaminika zinasema ya kwamba jeshi hawa wa Burundi na wazalendo wengi wameweza kuwasili maeneo yanayojulikana kama Kagelegele huko Rurambo kwenye tarafa la Fizi. Na katika habari zingine, Uvira wanaendelea kujipanga wazalendo FARDC. Mpango ni mkali. Lengo la mpango huo na maandalizi hao ni ili waweze kuenda kushambulia ama kupiga kundi la M23 Twirwaneho hapo Kamanyola. Katika habari zingine ni kuwa Uvira kunaendelea msako, wazalendo na FARDC wanaendelea kusaka raia wajue ni nani ambaye yuko hapo Uvira, lakini maandalizi inaendelea na wameamua FARDC wazalendo kuwa lazima waweze kuishambulia Kamanyola hii ambao kuna adui mwingi wa M23 Twirwaneho. Katika habari zingine, huko Goma, jeshi la M23 wanaendelea kuindana
kama paka na panya na wazalendo pamoja na FDLR ambao wanapatikana mjini hapa Goma, lakini mashambulizi makali yameripotiwa kwenye mbuga ama kwenye msito ya Virunga, ambapo FARDC wazalendo na FDLR wengi walikuwa wamejificha kwa msito huo. Jeshi la M23 limeanza kutumia silaha nzito BM21 pamoja na drone ili waendeleshe mashambulizi kwenye msito hiyo. Tangu jana tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, M23 imeendelesha shughuli ya mashambulizi kwenye msito huo wakitumia drone na silaha nzito na makombora ili waweze kukabiliana na wanajeshi hao wa FDLR na FARDC ambao wanapatikana kwenye msito hiyo, wakifikiria kwamba mashambulizi ambayo yanakuja kushambulia mji wa Goma wanatoka kwenye msito hiyo. Katika habari zingine hapa mjini Goma, jeshi la SADC pamoja na jeshi la M23 hawaelewane. Jeshi la M23 linasema ya kwamba jeshi la SADC limechangia pakubwa katika mashambulizi ya wazalendo ambayo yamefanyika hapo mjini Goma mnamo wiki iliyopita, lakini upande wa jeshi la SADC wanakanusha madai hayo wakisema hii ni uongo mtupu ya kundi la M23 ambao wanaendelesha mambo ya uongo. Na bila kuchukua muda mrefu, acha nikomee hapa, lakini ni kushukuru wewe ambaye umeamua kukaa na Kongo Yetu News TV. Usiende mbali, tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana na jioni. Lengo letu ni moja, ni ili tuweze kuendelea kukuripotia yale ambao yanayotamba nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Siri ni moja, kaa nasi, usiende mbali, sisi tuko hapa kwa ajili yako. Kukaa nasi ni rahisi, haina gharama, ni kufinya tu button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa na kubonyeza hiyo button ya kengele ili tunapotoa taarifa upate notification ya kukuambia kwamba kuna habari mpya ambayo imeingia, na kutakia kila laheri kwa chochote unachokifanya mahali popote ulipo. Sisi ni Kongo Yetu News TV na kutakia kila laheri. Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni rahisi, ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako? Lako ni rahisi zaidi, ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha haina gharama, haina malipo, ni bure. Unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza button la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Naam, bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa ambazo tumekuandalia, tukujuze yale yanayoendelea kuripotiwa huko kwenye ardhi la Kongo. Leo hii ni tarehe 15 mwezi ni wa 4 mwaka ni 2025. Bila kuponda muda, acha tukuambie yale ambayo tumekuandalia. Anayejulikana kama Jemadari Brown kutoka huko Kabambale, ambaye alikuwa amekuja kutoa msaada huku Nyangezi, leo ameweza kurejea huko Kabambale. Karongi jana kumeweza kuripotiwa mapambano mengi. Goma M23 wanaendelea kuindana na wazalendo.
Kahololo kunapangwa mapambano makali kati ya kundi la Twirwaneho M23 na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Wanapanga jeshi la Burundi wamepanda wengi ili waweze kushambulia huko. Uvira kunaandaliwa mpango wa kuishambulia Kamanyola. Sadeke na M23 wanapelekana heka na mengine mengi ambayo tutakueleza katika habari hizi ambazo tumekuandalia. Hayo yote tunakuja tukujuze yote vile hali iko huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Muone gesi bakongomana wako na kufa. Chilombo kwa nadanganya watu wengine barabara, angalasi watoto ya watu wako na kufa. Kisha na ile madawa yao ya bongo baza kupakala mai ya sombe, aseri sasa itakukamata. Risasi itakupiga tu. Umuko mnaona si wajene wako wanakufa. Ase bazalenda bakufaki. Nani aliwaambia vile? Kwa wapakala mai ya sombe, mai ya samaki, mai ya mchele, kubayaza machupa mkiuno, aseri sasa itakukamata. Itakupiga tu. Nzambe wajene garso mikale chini, mtakufa mapema na mtakufa mu vitu vyenye muyuri. Angalia. Hao kuna madawa mkiuno, risasi na mkamata. Baza mpakala mai ya sambaza, mai sijui ile ilitoka mumitoni kumuyaza mkiuno, banampiga risasi. Angalia bajeni garso kwa nakufa. Mtakufisha watoto bure na guvernema kwa nakula Haya, hali hivyo ndivyo ilivyo kwa sasa. Habari tunazo zinasema ya kwamba General Brown ameweza kurudi huko Kabambare ama huko Maniema. Alikuwa amekuja kwa kutoa msaada. Huyu ikumbukwe alikuwa ametoka kwa kani mtu wa kabila la Wabuyu ambao walikuwa wametoka huko wakija kupeana msaada kwa wazalendo wengine ili waweze kupiga kundi la M23. Huyu General Brown ndiye alikuwa akiongoza kundi ama wazalendo ambao walishambulia huko Nyangezi ama wamepambana huko Nyangezi. Habari zinasema ya kwamba huyu amerudi kwa kuwa dawa imeisha. Wengine wanasema ni moto mkali ambayo amepatana nao huko Nyangezi akipambana na kundi hili la M23 Twirwaneho. Katika habari zingine zinasema kwamba huyu General Brown hakuwa amefurahiwa na wamushi ambao wanaishi huko. Hayo ndiyo yameweza kuripotiwa kumhusu kamanda huyu ambaye alikuwa amekuja kupeana msaada na amerudi. Imeonekana wakishangilia wakimpokea huko kwao akiwa amerejea. Habari wa ndugu, habari ya mchana. Napata habari kusikia kama si watu Etoile Kivu na kuya na yala basoda ya ba M23 wale wanyangaraga tase wanakuya tena banyarwanda wanakuya asena biko nakamata mafuso za watu maki wakiwa mpita kwa tufuso wanakamata sasa biko nenda renforcer ma position zao za Kavumu Katana na Kale. Bandugu wenyewe kule wanaweza sinyale bazalendo kama si bato muzime na kuya na yala bo sikuwaona na macho kama kwa mwingine mweko pale kuporo wala mweko brasserie anaweza tukonfirme kama ni kweli naona ngisi wanabikwa shuka mbatu na komsa wengine wanaweza sinyale bazalendo kwa position zao ziko kule balengisi ya kuwachungia munjia wasifike kule sawa na mchana mwema kwa si wote. Katika habari zingine huko Uvira tarafa la Fizi kwenye nyanja za juu Minembwe, jana kumeweza kuripotiwa mapambano makali ambapo sehemu za Kakenge, Karongi karibu na msito wa Mkoko kumeweza kukuja wazalendo FDLR na FARDC na Warundi, jeshi la Burundi ambao wamekuja kuishambulia kundi la Twirwaneho bar M23 wanapatikana kwenye milima hiyo. Mapambano yalikuja wakapigana, lakini hayakuchukua muda mrefu. Jeshi la Twirwaneho pamoja na M23 wakaweza kuwarudisha nyuma hawa, ambapo walikuwa wazalendo wamekuja kushambulia kundi hilo maeneo ya Karongi na huko karibu na msito wa Mkoko.
Je viens de Kitoukou au marché vers le lac. Je viens de trouver les M entrent dans les bateaux en abondance. Ils partent pour Calais, ils sont nombreux. Ils sont en train de s'entasser dans le bateau. Informer tous les Bazalendos qui sont à Calais, qui sont à Kabamba, à Tchabunemani. Je viens de les voir tous entrer dans le bateau, tout de suite ici. En tout cas, c'est tout de suite que... Kalehe, wazalendo wanaendelea kuidharau kundi la M23 kuwa wanaendelea kudhibiti maeneo kadhaa huko Karehe. Na katika habari zingine huko Uvira, tarafa la Uvira kwenye milima ya juu huko Rurambo kunaandaliwa mashambulizi makali ambapo jeshi la Burundi, wazalendo FARDC wanaendelea kupanda huko kwenye milima wakielekea Kahololo. Lengo la wanajeshi hawa wa Burundi na FARDC wazalendo wanaendelea kushambulia Kaholoro ambapo wanasema kuna kundi la Twirwaneho pamoja na M23. Habari tunazo zinasema kuwa jeshi hawa wengi wa Burundi wameendelea kupanda kwenye milima hii wakielekea huko Kaholoro. Habari za kuaminika zinasema ya kwamba jeshi hawa wa Burundi na wazalendo wengi wameweza kuwasili maeneo yanayojulikana kama Kagelegele huko Rurambo kwenye tarafa la Fizi. Na katika habari zingine, Uvira wanaendelea kujipanga wazalendo FARDC. Mpango ni mkali. Lengo la mpango huo na maandalizi hao ni ili waweze kuenda kushambulia ama kupiga kundi la M23 Twirwaneho hapo Kamanyola. Katika habari zingine ni kuwa Uvira kunaendelea msako, wazalendo na FARDC wanaendelea kusaka raia wajue ni nani ambaye yuko hapo Uvira. Lakini maandalizi inaendelea na wameamua FARDC wazalendo kuwa lazima waweze kuishambulia Kamanyola hii ambao kuna adui mwingi wa M23 Twirwaneho. Katika habari zingine huko Goma, jeshi la M23 wanaendelea kuindana kama paka na panya na wazalendo pamoja na FDLR ambao wanapatikana mjini hapa Goma. Lakini mashambulizi makali yameripotiwa kwenye mbuga ama kwenye msito ya Virunga ambapo FARDC wazalendo na FDLR wengi walikuwa wamejificha kwa msito huo. Jeshi la M23 limeanza kutumia silaha nzito BM21 pamoja na drone ili waendeleshe mashambulizi kwenye msito hiyo. Tangu jana tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka wa 2025, M23 imeendelesha shughuli ya mashambulizi kwenye msito huo wakitumia drone na silaha nzito na makombora ili waweze kukabiliana na wanajeshi hao wa FDLR na FARDC ambao wanapatikana kwenye msito hiyo, wakifikiria ya kwamba mashambulizi ambayo yanakuja kushambulia mji wa Goma wanatoka kwenye msito hiyo. Katika habari zingine hapa mjini Goma, jeshi la SADC pamoja na jeshi la M23 hawaelewane. Jeshi la M23 linasema ya kwamba jeshi la SADC limechangia pakubwa katika mashambulizi ya wazalendo ambayo yamefanyika hapo mjini Goma mnamo wiki iliyopita. Lakini upande wa jeshi la SADC wanakanusha madai hayo wakisema hii ni uongo mtupu ya kundi la M23 ambao wanaendelesha mambo ya uongo. Na bila
chukua muda mrefu, acha nikomee hapa, lakini ni kushukuru wewe ambaye umeamua kukaa na Kongo Yetu News TV. Usiende mbali, tuko hapa kwa ajili yako asubuhi saa 6 mchana na jioni. Lengo letu ni moja, ni ili tuweze kuendelea kukuripotia yale ambao yanayotamba nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Siri ni moja, kaa nasi, usiende mbali, sisi tuko hapa kwa ajili yako. Kukaa nasi ni rahisi, haina gharama, ni kufinya tu button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa, na kubonyeza hiyo button ya kengele ili tunapotoa taarifa upate notification ya kukuambia kwamba kuna habari mpya ambayo imeingia, na kutakia kila laheri kwa chochote unachokifanya mahali popote ulipo. Sisi ni Kongo Yetu News TV na kutakia kila laheri.